Kwa hiyo wanasema ukitaka kumjua mke wako anakupenda kiasi gani, fanya nini? Filisika. Ukitaka kuijua tabia ya mkeo ikoje, ashike hela kukuzidi wewe, awe na biashara kubwa kukuzidi wewe, awe na miradi mikubwa kukuzidi wewe. Hawa wana kauli hawa. Injili za kitapeli sina. Unataka gari, koma, fanya biashara, uwe na discipline, fanya mambo. Hakuna haja kutapeliana hapa. Yaani nianze kukudanganya mtu mzima na miguu yako miwili kama bodaboda, alafu nikwambie eti utapokea magari. Kutoka wapi? Alafu kabla hujapokea magari nakwambia leta hela hapa. Leta sio. Sasa anayepokea hapo ni nani? Ni wewe au mimi? Ni injili tuanze kudanganyana watu wazima namna hii. Kwamba usifanye kazi, usubirie kuna miujiza. Umekaa tu hapo kwenye sofa, baba, shusha baraka zako, shusha. Hebu niambie wewe baba, una huruma na mkeo kweli? Anakuambia baba nani? Ndio nini? Heli. Ndio maana kuna wamama wana pressure, sio kwamba wanaumwa. Maisha nayo kana baba yake pale nani huyo nyumbani ni mateso. Mume ni malaya. Na wengine mko hapa wa baba, umezaa vitoto ovyo nje, umezaa. Alafu sasa ulivyo katili na wale watoto umewakataa. Usifikiri ukimfokea mkeo amenyamaza. Hamna, humsikitu. Yaani ukimtukana akikutupia jicho hivi, kuna neno aliloliongea, shukuru Mungu hujalisikia. Hanyamazi. Kwa sababu na yeye kuna utawala. Kwa hataki kukurushia neno litakalosikika. Anajua atawasha moto sio zimika. Kwa anakurushia kimya kimya. Yaani unaongea wewe mjinga kabisa. Mola anakujibu. Ningekuwa mjinga usingekuja kunioa. Uliniona niko wise, niko na akili, niko safi. Kama ni mjinga, Biblia inasema nitakupa mke wa kufanana naye. Kwa hiyo kama mimi ni mjinga, maana yake wewe ni mjinga mwenzangu tunayefanana. Kukaa na elimu kichwani ni kitu rahisi. Kuibadilisha hiyo elimu ilete hera, hilo ndio ni kitu kingine. Ndio maana kuta mtu Kiingereza kingi hana hata buku ya vocha. Kwani unashindwa kutulia na mkeo? Alafu ndio tuna uongo fulani mpaka shetani anasema I salute you. Yaani unaongea uongo mpaka mapepo yanasema pamoja na ushetani wetu, ila huyu ametuovertake. Unaona uongo? Kosa nyingine unasema kakatoto kamalaya, lakini sio kosa lake. Yaani kamekulia kwenye mazingira ya umalaya anatojeka kafikiri hii ndio staili ya maisha. Unajua kuna wazee ambao ni watenda dhambi walio retire. Wazee wengi ni retirement wa dhambi. Hujawahi kuona mzee amezeka lakini bado anawaza umalaya? Kabinti kakipita utasikia ingekuwa enzi zangu. Maana yake sasa ameretire. Ndio, kuna tuzee tunapenda umalaya, lakini Mungu alilipia wifi, kifurushi kimeisha, imekata. Kwa hiyo hawezi kusearch, hawezi kuingia mtandaoni, hawezi, wifi kaona kazee kana tamani wanawake. Wameumbwa. Lakini katafanyaje? Wifi ni kamaraya kalitaya. Hawajamtafakari pia upande wa pili. Unajua siku zote nawaambiaga, hakuna mtu mbaya
tajiri asiyefaa kwa kitu chochote hayupo. Hata kitu kikiitwa takataka, ujue upande wa pili ni mbolea. Inategemea tu wewe umeangalia upande gani. Amen. Duniani hakuna mtu asiye na faida kabisa. Inategemea na matumizi. Amen. Unanisikia? Sasa huyu mama watu wamemsema kwenye umalaya tu. Nilikuwa nawaambia watu wa ibada ya kwanza, nikawaambia mimi ndiye ambaye Mungu amenipa neema ya kuwatetea watu wasio na watetezi. Nilihubiri hapa siku moja, nilimtetea Yuda. Nilisema nataka nifundishe, miaka hiyo ya nyuma, nilisema nifundishe mazuri ya Yuda. Watu wakashtuka. Yuda Iskarioti ana mazuri yoyote Yuda? Ni kwa sababu nyie mnamfahamu Yuda wa mapokeo, hamjamfahamu Yuda wa Biblia. Unajua Yuda wa Biblia ni tofauti na aliye kwenye kichwa chako. Ndio mnaona kuna watu ni matajiri lakini hawana raha. Kwa nini hawana raha? Mali zao zinawasuta, kwa Kiswahili cha Tanzania. Yaani wanaishi kwenye guilt. Kila wakati hana raha na mali zake. Hebu niambie, mtu mwenye moyo mbovu, wengine wako tayari kunyang'anya na maploti ya watu. Anajua kabisa hii ploti sio yangu, lakini anatumia fedha. Ananyang'anya ploti ya mtu, anapandisha hapo jengo, lakini kila akiliona jengo, roho inamsuta kwamba ulijenga kwenye ploti ya mtu. Ndio unaona mtu mnampongeza, asante kwa ujenzi, umejenga jumba la maana. Kumbe hana amani. Yaani kuna kitu kinamsuta. Kuna kitu kimejenga guilt ndani yake kwamba eneo hili hukulipata kwa njia halali, eneo hili ulizulumu mali za mtu. Na wengine, yani roho ya Mungu ikiondoka ndani yako, unaanza kuona vitu vina thamani kuliko watu. Wengine wana nyumba ndogo, wameacha ndoa zao, wana wanawake wengine. Naomba maombi ya kufarakana na hizo nyumba ndogo. Leo badala kubusiana wakang'atane, watiane meno na nyumba ndogo kwa jina Yesu. Toka shetani muongoe. Hizi ni ndoa za watoto wako. Hakuna kukumbatiana, watiane meno, wakatane kwenye mapaja, wasibusiane. Toka, waongonyie. Tulia wewe mwanamume. Unaenda wapi umezeeka namna hiyo? Ukitembea kama unacheza step. Wewe mwanamke maparachichi yameanguka, rudi. Toka, rudi nyumbani. Ukianza na yule ambaye mumeanzia wote chini mkapanda, mnakula wote mema ya nchi, utajisikia raha. Lakini kuolewa na mwanaume aliyekamilika kila kitu, hutakaa uwe mke, utakuwa mfanyakazi wa ndani miaka yote. Mchungaji unamaanisha nini? Yaani hata kuwasha TV utakuwa unaogopa. Unaweza kuniwashia? Maana ulikuta. Yaani kama mlienda wote mjini kutafuta, wote mlikuwa mnapewa pale nani shule, mnabonyeza na hata watoto wakigusa we hamjui tulikoitoa. Maana na wewe ulienda. Hayo unamkuta mwanaume na kila kitu, ana nyumba, ameweka kila kitu, ana usafiri. Utanyanyasika kila siku. Ndio hawa anakaa kwenye gari ya mume wake, hawezi kuongeza volume. Akigusa we. Kwa anakaa pale kama kuku aliyeroa na mvua. Si ulitaka vilivyo kamilika, kamilika sasa. Oa ukiwa na umri unawakufaa, uzae ukiwa kijana, uwalee ukiwa sawa. Unafuata ugali kwenye nyumba za watu, wewe kuoa umekataa. Umesema kuoa ni mzigo. Alafu unanyemelea ugali wa wenzako tuliopambana na hiyo mizigo. Ndio maana kuna wakati niliongea maneno magumu, munisamehe. Nikasema kuna wanaume makatiri kiasi kwamba hata ukimwangalia tu hivi, Paku nasema kama kuna shetani anafananaje kama sio huyu?
Anafananaje kama sio huyu? Unatamani uweke posters, uweke kibao cha direction kwamba if you want to see kabisa. Yani unakuta mtu huruma haimo kabisa. Hivi kweli ulikuwa wakumtesa mama na miezi 8? Hospitali wamempa masharti. Mama usibebe vitu vizito. Anamwangalia, anasema usiname sana. Anamwangalia nesi. Anasema nesi, unamfahamu Alishababu unayekaa naye? Unamfahamu yani kweli jitu katili naroishi naro, Boko Haramu halinata. Unajua ukiwa kijana, sijui akili zinakuaje, unakuwa kama vile hautazeka. Utakuwa hivi maisha yako yote. Ndio maana kutaka binti umri unaenda, we ole, bado na Google, bado na search. Umri unakusearch wewe, na wewe una search. Utafika wakati ambao utafika miaka 40, utashindwa hata kukataa. Maombi yatabadilika. Hautasema Mungu nipe mume wa maana. Maana sasa hivi nasema nataka mume kutoka kwako, mume kutoka kwa Bwana. Subiri utafika miaka ambapo utamuomba Mungu kwamba nipe yeyote anayepumua. Jesus! Unajidai unataka kusomesha msichana, huyu na mpango wa kumuoa baadaye. Wanasomeshaga wachumba hata ushamba. Unaanzaje kusomesha mtu ambaye hujamweka ndani? Mimi nawaambia siku zote mnanibishia, ila wakiwakataa mnaanza kuwaua. Somesha mke. Mchumba akisema nataka kusoma, peleka Bible school. Mwambie ukitaka shule ya Biblia na kusomesha mpaka degree. Kwa sababu hata nisipokuoa utaenda kumtumikia Mungu. Wewe unataka nikusomeshe kama mwalimu aliyekwambia mimi nataka kusoma nani? Wewe soma Bible school kama unataka nikusomeshe. Lakini unataka kwenda university, baba yako akauze viwanja na mashamba. Jesus! Jesus!